Mwenge Online TV, elimu ni utajiri. Kigoma town we here. Tuko na Bile baba mtaalamu fundi manyumba. Kinawaka ndugu. Karibu Kigoma wa ndugu yangu Rayvanny, na tuna furaha tunakukaribisha kwenye mji wetu. Watu wa Kigoma wako tayari kwa ajili ya kupata burudani na sisi kama wana Kigoma. Ayaya. Sisi kama watu wa Kigoma Ray tuko tayari kwa ajili ya kupata burudani. Tuna furaha kuona msanii mkubwa katika nchi yetu ya Tanzania umekubali kuja kushirikiana na sisi kwenye dua, chakula na burudani katika mji wetu wa Kigoma. Kigoma iko tayari na utashuhudia kwa macho yako namna ambavyo watu wako tayari kwa ajili yako. Leo tulipaswa kuwa hapa na mapokezi makubwa, lakini kwa sababu ya ulinzi na usalama tumeshauriwa, tumesema ni sawa. Tukutane uwanjani Mwanga Community Center kesho kuanzia saa 5 asubuhi. Tutaomba dua, tutakula pamoja na kisha burudani itawaka. Thank you bana. Bana, asante sana Baba Levo familia. Ni mheshimiwa. Ni ndugu yangu muda mrefu, lakini ni mheshimiwa utafanya. Tukutane kesho au bana. Kinawaka imedondoka Kigoma. Tunakiwasha. Okay. Mbunge kashamaliza kuongea, so tumemaliza mipango. Thank you very much. Tuanze kwenye gari. Nox tacet, corda tremunt, umbrae orirunt tu. Kwanza kabisa nina furaha kwa mara nyingine nimeweza kuja kusimama hapa mbele yenu. Tunajua kwamba kesho tuna shughuli kubwa sana pale Mwanga Community Center, na ninaamini watu wote wa mji huu kesho tutakuja pale walau tupate hata suna ya nyama, au sio? Kwenye pilau day, au sio? Lakini vijana waliniambia, Baba Levo, hatutazindua kijiwe chetu kama hatutakuona wewe kuja kukata utepe, au sio? Na mimi nikasema lazima nitafika walau nije niwafariji vijana wenzangu kwa kukata utepe, kisha nikaendelee na shughuli zingine, au sio? Sasa nataka nimpate mwenyeji wenu hapa, ili gari leo tulitumie kama jukwaa. Mwenyekiti yuko wapi? Njoo mwenyekiti bana. Katonga oye! Waambieni kwamba hatupoi na wala hatuboi.
na hawatoboi. Mwanzo mwisho. Haya sasa, niambie, piga maneno. Mike hapa, niambie. Katonga wewe! Katonga safi! Bodaboda wewe! Jambo letu vipi? Safi! Kwanza mheshimiwa mbunge, karibu kufika hapa. Wetu nadhani ni muda mrefu kidogo tutakufika hapa kwa ajili ya kufungulia kijiwe. Na sisi tumeahirisha mara nyingi sana kwa kusema kwamba lazima wewe ufike hapa uzindue kijiwe chetu. Mara nyingi sana, zaidi ya mara 3. Ukasema hiki lazima kizinduliwe na mheshimiwa mwenyewe, kwa sababu ndo mlezi mwenyewe wa kijiwe hiki. Sawa sawa. Ndugu mgeni rasmi, palipo na mafanikio hapakosi changamoto. Kikundi hiki mbele yako bado kina changamoto nyingi ambazo zinatukabili katika kuyafikia matarajio yetu, kama vile tunakabiliwa na changamoto ya usajili wa kikundi kutokana na baadhi ya wanakikundi kukosa NIDA. Na sababu kubwa hapa ya kukosa NIDA, hii sehemu ya Mwaloni, watoto wengi wanatokana na wazazi wawili. Mmoja anakuwa Mtanzania, mwingine si Mtanzania. Kwa hii imeleta changamoto. Tunapoenda kufuatilia swala za NIDA wanazungushwa sana, ili hali ni haki wao kupata NIDA, kwa sababu sheria inaruhusu mzazi mmoja akiwa Mtanzania ni tendo tu cha kwenda kukiri na kuweza kupatiwa uraia na kupatiwa NIDA. Kwa hiyo ndio changamoto tulionayo. Pili, kutokana na idadi ya wanachama 55, kijiwe kimoja kilichojengwa inaleta umuhimu wa ujenzi wa vijiwe vingine, hasa kijiwe vya Mwaloni. Na kule ndio kwenyewe kwenye matunda, hasa vijiwe vya Mwaloni lote mtaa na miundombinu bora kwa mazingira mazuri ya kazi. Hitimisho, ndugu mgeni rasmi, tunapenda kukushukuru kwa kufika kwako wewe na wageni wengine waalikwa ambao nao kimsingi ni wadau wa maendeleo katika jamii yetu hii ya kata ya Bangwe. Tunakutakia kila la heri. Risala hii imeandaliwa na kikundi cha bodaboda na kusoma kwako mwenyekiti ndugu Mpaji Gervas Bibole. Katonga we! Kwanza kabisa tuseme ukweli wa haki. Mimi nawapenda sana watu wa Katonga, na ndio maana ilipokuja fursa ya kuwakopesha vijana pikipiki ili walipe kidogo kidogo, watu wa kwanza kuwafikiria walikuwa ni watu wa Katonga, vijana wa Katonga. Na bado tumegawa pikipiki baadhi ya vijiwe, bado tuna deni la kugawa pikipiki zaidi ya 200 katika mji wa Kigoma mjini. Bado watu wa Katonga mna fursa ya kupata pikipiki zingine 7 kwa ajili ya vijiwe vilivyopo Katonga. Naomba muendelee kuniombea dua, wafitini na wazandiki waendelee kushindwa kunikandamiza, ili niweze kutimiza adhima yangu ya kuwasaidia vijana wenzangu. Lakini la pili, mmezungumzia swala la NIDA. Mimi najua namna ambavyo watu wa Kigoma, sio tu Katonga, watu wa Kigoma wanavyohangaishwa na swala la uraia, wanavyohangaishwa na swala la NIDA. Tumeitisha kikao cha kwenda kukaa na viongozi wetu wa serikali, akiwemo mkuu wa mkoa Mzee Siro, kuona namna bora ya kuweza kuwapeleka vijana wetu kwenye NIDA, waweze kupewa NIDA kama Watanzania wengine, kwa sababu vijana hawa wamezaliwa na Watanzania, hata kama hawa Watanzania walikuwa na mahusiano ya kimapenzi na watu ambao wametoka nchi zingine, lakini haitomnyima haki mtoto wa Kitanzania kupewa haki yake kama Mtanzania kwa sababu tu labda mama yake au baba yake aliolewa au alioa mwanamke au mwanaume kutoka katika nchi kama Kongo na Burundi. Tuna shughuli nzito ya kwenda kukaa nao na tukubaliane kwa pamoja, na ikifika wakati huo tutawashika mkono vijana, tuwapeleke wenyewe kwenye ofisi za NIDA ili waweze kupigwa picha na then waweze kupewa vitambulisho vya NIDA.
Ni mchakato mzito, ni mchakato wa vita, ni mchakato unaohusisha usalama wa nchi. Kwa hiyo ni mchakato ambao tunapambana nao kwa hali na mali, kwa sababu sisi hawa ndio wapiga kura wetu, hawa ndio waliosema Baba Levo aende, huyu mwingine abaki, na ndio maana nikawa sasa hivi mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Jambo lingine ambalo nimeona namna ambavyo juhudi ya vijana wanavyozidi kujenga vijiwe vyao vya kisasa kwa ajili ya kufanyia biashara yao bodaboda, ni kuiboresha na kutoka kwenye kuitwa bodaboda peke yake na kuwaita wajasiriamali au wasafirishaji. Na waahidi, mmeomba ni wasapoti ujenzi wa kituo kama hichi katika Mwalo pale. Siku nyingine mkija kama hapa, mnakuja na bajeti kwamba ujenzi wa kituo cha kwenye Mwalo ni kiasi gani, ili mbunge anaona kwamba anaweza kukijenga chote au atawasaidia kiasi gani kwa ajili ya kusapoti. Kwa hiyo nakuagiza mwenyekiti, nenda tengeneza bajeti tujue uwezo wa kujenga kituo kile na kijiwe cha hapo Bombani itakuwa gharama yake ni shilingi ngapi, na tujue tunaanza na nini ili tuweze kusaidiana, au sio? Mwenge Online TV, elimu ni utajiri.